Lakini changamoto ni mwalimu ama Yanga inakwamishwa na majeruhi pia? Sidhani kama Yanga inakwamishwa na chochote, kwa sababu ukiniuliza kuhusu mwalimu nitakuuliza ni kitu gani ambacho mwalimu amekifanya. Kama mwalimu amemaliza kumfundisha, amepanga kikosi chake, wameenda wamekosa magoli, angalia kama goli la mwisho ambalo Mwanengo amelikosa. Hii ilikuwa ni a simple goal, tap in, weka kule kwenye nyavu ndogo, kaa kwenye kibendera, shabikia, chukua point 3 ili inakuwa imekamilika. Lakini sivyo bahati amefanya alichokifanya, lakini pia huwezi kumlaumu kwa sababu hauko kwenye wakati ule, kwenye ile movement. Hicho ndicho ambacho aliweza kukifanya. Kwa hiyo mwisho wa siku angalia sasa namna ambavyo Yanga wanachokifanya. Angalia hasira ambazo wamekuwa nazo Diarra. Angalia reaction yake. Huyo ni mtu ambaye anajua kabisa kwamba hizi pointi zina umuhimu gani kwetu na tunapitia kipindi gani na wamepambana. Alafu anachezewa foul ambao unaona kabisa kwamba anayetakiwa kunilinda hareact. Nadhani ulimuona Engineer Harris. Ilibidi yeye mwenyewe baada ya watu wote ndani kushindwa, ilimbidi yeye kushuka. Akaondoka na Diarra. Kwa nini? Anajua kabisa umuhimu wa Diarra, anafahamu kinachoendelea, anajua namna ambavyo mechi imeenda. There is no way goalkeeper kama Diarra anaweza akakubaliana na matokeo ya kirahisi vile. Angalia goli la Sulemani Mwalimu Zanzibar. Mtu wa kwanza kwenda kumpressure kibendera, kumwambia nilikunyoshea mkono muda mrefu, nikakuonyesha reaction ni kitu gani kimetokea, na refa alikuwepo. So unaweza kuwa ni goalkeeper fulani ambaye anaendelea kuwafundisha magolikipa wengine namna ya kuwa aggressive na kudai kile ambacho kinastahili kufanyika. Isivyo bahati bado nimekaa kimya, nangojea kamati ya masaa 72 itafanya nini na itachukua tukio gani kwenye mechi hii. Nategemea kumuona Diarra akifungiwa mechi zisizopungua 3. Hilo chukua kutoka kwangu. Kamati ya masaa 70 kwa mara ya kwanza leo itafanya kazi kwa haraka. Usije taarifa ikatoka kesho. Hata usiku leo inaweza ikatoka. Yanga anazidi kudondosha alama moja anazookota na alama 2 anazipoteza, anazidondosha. Pengine inaweza ikampa ugumu kwenye mbio zake za ubingwa. Anayemfukuzia hata akishinda mechi zake bado Yanga ashuki pale juu. Anayemfukuzia na anayepambaniwa. Anayepambaniwa achukue au ubingwa, hata ashinde mechi zake zote bado Yanga yuko pale juu kwa tofauti ya alama 1. Na hiyo alama 1 anaweza akaifukuza mwaka mzima mpaka ligi inaisha. Chukua maneno yangu. Anayempambania ni nani? Watajua wanaowapambania. Lakini kuna timu inapambaniwa. Nasemaje? Hata huyu anayepambaniwa akimaliza viporo vyake na mechi zake zote akashinda, bado Yanga anabaki na alama yake 1 ile. Hawezi kumshusha. Na hapo ndio utaona tofauti wa quality ya Yanga. Mbona anayepambaniwa naye analalamikia waamuzi? Mwizi pia huwa analalamika kwamba anaonewa. Mwizi akikamatwa pia analalamika kuwa anaonewa. Kwa hiyo ni swala la kuangalia na kusubiri. Ila amini ya maneno yangu ninayokuambia, hata kama wakijiunga wakaamua kuipambania hiyo timu wanaoipambania, bado matokeo hayatabadilika. Ninakuahidi na ninakupa kwa quality ambayo Yanga anayo 25-26. Narudia tena, Yanga bado ni bingwa. Pamoja na kuokota pointi moja. Nasemaje? Yanga hii ilishawahi kuokota pointi 3, goli moja ikaenda mpaka msimu ukaisha. Sasa hawa wanaopambaniwa changanya na hao wengine. Amini haya maneno yangu ninayokuambia. Yanga bingwa. Anamaliza viporo vyake, Yanga anaongoza kwa pointi 1, na katika safari yake hii ya kupambaniwa atakutana na Pamba tena. Atakutana na Pamba nyingine tena na atanyoshwa. Ni swala la muda tu. Ulisema atapoteza kesho yuko na TRA. Uzuri mmoja ni kwamba tarehe 5 mwezi wa 4 kama nitakuwa nina kumbukumbu vizuri, Azam anakwenda kukutana tena na Simba pale kwa Mkapa. Waenda Simba akapoteza. Mimi sijasema, ni wewe umesema. Lakini ulisema Simba atafungwa kuna mechi 4 hapa katikati, Simba atafungwa. Mechi 2 ulisema. Twende tu. Kwani ya Singida kama asingekuwa manyangunyangu, Simba sasa anafungwa goli 3. Kwa hiyo kwenye tukiweka ya Singida ambayo itakiwa afungwe bado mechi 1 ambayo atafungwa tena. Twende taratibu tu. Unatakiwa umpambanie mtu mwenye kikosi bora, umpambanie mtu anayejiweza. Ila
kumpambania mtu asiyejiweza ni kujidhalilisha, na ndio kinachotokea. Ni swala la muda. 25 26 ligi kuu ya Tanzania bara, Yanga ni bingwa tena kwa mara nyingine. Kama kuna mtu ana wasiwasi na ana maswali, watanitafuta, Yanga bingwa tena 25 26, Yanga bingwa.